Wakati mwingine unaweza ukatamani kuwa na amani, unaweza ukatamani kuwa huru, unaweza ukatamani uondoke kwenye ulimwengu. Na wakati mwingine ukianza kujitafakari mambo mazuri uliyofanya kwa watu wengine, unasema kwa nini mimi ninatendewa haya, licha ya kwamba nimeutoa muda wangu, nimetoa maisha yangu kwa ajili ya mtu mwingine. Jambo lolote ambalo unatamani kufanya kwa ajili ya mtu mwingine, unatamani mtu abadilike, unatamani mtu aokoke, unatamani mtu amuone Mungu, unatamani watu wafate mifumo, maneno, lakini pia wapate utaratibu wa maandiko matakatifu ya Mungu. Tambua jambo moja la msingi sana ambalo natamani nizungumze kwa sasa: gharama ya kuwafanya watu wamfuate Yesu. Watu wengi kwa miaka hii tuliopo wanafikiri ni kitu chepesi sana kuwafanya watu waokoke. Kama Mungu angekuwa anaona ni kitu chepesi, asingetumia gharama ya yeye kutoka mbinguni aje kutuokoa sisi. Kitu chepesi tu ambacho naweza nikakwambia ni kwamba unataka watu wamwangalie Mungu, itakuchukua gharama ya muda mrefu kukaa na Mungu akufundishe namna ya kuwabadilisha watu. Ni gharama kwako wewe kwenye maisha yako kuona ya kwamba unatumia muda mwingi sana kuomba, unatumia muda mwingi sana kufunga, unatumia muda mwingi sana kusoma maandiko matakatifu, kwa sababu Mungu anataka ajenge msuli wa imani ambao mwisho wa siku baadaye utawafanya watu wengine waione gharama ya kumtafuta Mungu. Gharama ya kumtafuta Mungu. Namwona mtumishi wa Mungu Ibrahim ambaye alijitoa maisha yake kwa ajili ya Mungu. Haikuwa kitu chepesi, kwa sababu kwa muda mrefu amekuwa akisubiri ya kwamba siku moja ampate mtoto. Alafu huyo mtoto ambaye amempata kwa gharama, mwisho siku Mungu anasema mtoe mtoto wako. Ukisoma maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Mwanzo sura 22, unaona Mungu alivyomjaribu Ibrahim. Akasema, Ibrahim, mtoe mtoto wako, nenda katika mlima na ule wa Moria. Na ukija ukiangalia wanasema ni takriban siku 3 ndipo ambapo akauona mlima. Manake alijua ipo gharama ya kumtumikia Mungu. Si kitu chepesi ya kwamba uzao ambao Ibrahim baadaye miaka 400, miaka 2000 baadaye wanakuja kukumbuka nafasi ya Ibrahim, ilikuwa ni kitu chepesi. Ilikuwa ni lazima atembee siku 3. Ilikuwa ni lazima akubali kumtoa mtoto wake kama sadaka. Haikuwa ni kitu chepesi, kwa sababu nimesubiri hiki kitu kwa muda mrefu. Alafu mwisho siku Mungu anakuambia mtoe mtoto wako. Biblia inasema ya kwamba alipokaribia kumkata, sauti ikatoka mbinguni. Manake alikuwa ishamtoa mtoto wake, nafsi yake yote alikuwa ameshaitoa kwa Mungu. Kwa namna nyingine naweza nikasema Ibrahim alimpenda Mungu kwa roho yake yote, moyo wake wote, na akili zake zote, na nguvu zake zote, na maisha yake yote aliyatoa kwa Mungu. Alikuwa yupo tayari kuitoa gharama aliyonayo kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Unataka mtu aokoke? Sio kitu chepesi. Itakupasa ufunge vya kutosha, itakupasa ufunge vya kutosha, itakupasa uombe vya kutosha, itakupasa uombe vya kutosha, itakupasa kusoma neno vya kutosha, itakupasa kusoma neno kwa kutosha. Na nasema kwa msisitizo, sio kitu chepesi ya kuona ya kwamba mke wako anabadilika. Sio kitu chepesi cha kuona mme wako anabadilika. Sio kitu chepesi cha kuona watoto wako wanamtazama Mungu. Sio kitu chepesi cha kuona vijana kwa miaka hii wanamtazama Mungu. Sio kitu chepesi cha kuona kwamba shetani anawaachilia watu kitu chepesi. Usifikiri ni kitu chepesi. Lazima iwepo gharama ambayo itaingiliwa hapo katikati. Kwa miaka hii watu wengi sana tunafikiri ni kitu chepesi watu kubadilika. Unaweza ukaona ya kwamba kuna mtu anaweza kawa na sauti nzuri, akazungumza na watu wakapiga makofi, lakini mwisho wa siku ukashangaa watu wabadiliki. Kuna mtu anaweza akawa na sauti ambayo inawezekana kwa namna nyingine si sauti ambayo inafaa kwa watu kumsikiliza, lakini mwisho wa siku unashangaa watu mamilioni na mamilioni wanamsikiliza huyu mtu. Unasema utofauti ni upi? Issue ni gharama, issue si sauti ambayo inatoka kwenye kinywa chako. Watumishi wa Mungu, ilikuwaje ya kwamba Yesu Kristo anatoka mbinguni kwa Baba, mahali ambapo hakuna shida, hakuna mateso, hakuna magumu, mwisho wa siku anakubali kuja duniani kwa ajili ya kumchukua mwanadamu katika dhambi? Kwa sababu ilitakiwa iwepo gharama ambayo atalipa, ambayo hiyo gharama itamfanya mwanadamu amtazame Mungu. Haikuwa kitu chepesi.
Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo ana thamani mbele za Mungu. Alikuwa na uwezo wa kuzungumza chochote. Hata Mungu bila hata kumtuma mwana wake wa pekee huku duniani, alikuwa na uwezo wa kusema chochote na ulimwengu wote ukabadilika. Kwa nini amtoe mtoto wake? Ilikuwepo gharama katikati. There is a price to pay to change the hearts of men. Lazima iwepo gharama kubadilisha mioyo ya wanadamu. Sio kitu chepesi kama unavyofikiria, mtumishi wa Mungu. Sio kitu rahisi kama unavyofikiria, mtumishi wa Mungu. Lazima iwepo gharama. Hao watu hawatabadilika kama utalipa gharama ya kuumia kwanza wewe. Watu wanafikiria ni kitu chepesi kuona ya kwamba watu wanabadilika kwa sababu mhubiri fulani amehubiri Injili. Kuna gharama watu wanailipa kwa kukaa karibu na Mungu. Wanalia machozi. Na machozi yanapo sio kwa sababu yao, ni kwa sababu ya gharama aliyolipa Kristo. Usifikiri ya kwamba Petro alikubali kirahisi. Usifikiri ya kwamba Paulo alikubali kirahisi. Ni mpaka Kristo alipe gharama kwanza, ndipo hao watu wengine wakubali kulipa gharama kama yeye alipolipa gharama. Petro alishuhudia namna ambavyo Yesu Kristo anateseka. Petro alishuhudia namna Yesu Kristo anavyolia. Petro alishuhudia namna Yesu Kristo anavyolia machozi, anavyoumia kwa sababu analipa gharama kwa ajili ya wanadamu. Na licha kwamba hakuwa na dhambi. Alishuhudia namna ambavyo Yesu Kristo anawapenda wanadamu kwa moyo wake wote. Anakubali gharama, anakubali mateso, anakubali kuumia kwa sababu anajua ipo gharama ya kuchukua nafsi za watu kuzileta kwa Mungu. Kwa hiyo alikubali kufa kwa sababu gharama ipo, kuwatoa watu kwenye giza, kuwatoa watu kwenye mateso, kuwatoa watu kwenye shida mbalimbali ili awalete kwa Mungu. Sio kitu chepesi cha kumfanya mwanadamu abadilike. Sio kitu chepesi kama unavyofikiria. Unaweza ukawafanya watu waokoke, lakini si rahisi kuwafanya ukawalea waendelee kukulia wokovu. Hivi unanielewa? Ndio maana tunatakiwa kila wakati tukae magotini mwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unalia kwa ajili ya sio watu kuokoka peke yake, watu waweze kusustain. There must be a stamina and staying in the presence of God. There must be a stamina of staying with the consecration of Christ. Lazima iwepo nafasi ya kukaa katika utakaso na utakatifu wa Mungu. Sio kitu chepesi, ni kitu ambacho kinahitajika miaka na miaka. Umewahi kujiuliza kwa nini Yesu Kristo alikaa na wanafunzi wake miaka 3? Humo ndani utaelewa ya kwamba kila wakati Yesu Kristo alikuwa anakumbuka, anasema kauli hizi. Anasema ya kwamba nitakaa nanyi mpaka lini. Manake ilikuwa ni ngumu sana kukaa na mwanadamu kumfanya badilike. Sio kitu chepesi kuitengeneza imani ya Petro mpaka anakubali ya kwamba mimi nakufa kwa ajili ya Kristo. Ilichukua gharama ya muda mrefu. Unalea watu wiki moja, wiki mbili, unaona wabadiliki. Unaanza kukimbia huduma, unaanza kusikia hasira. Unalea mtu, mwisho wa siku akubali kubadilika. Let me tell you something. It's not simple to change the heart of man. Yesu Kristo alikubali kwa damu yake ya thamani, kwa damu yake yenye gharama kwa ajili yetu. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 23, anasema mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Mlinunuliwa kwa thamani. Kitu chochote chenye thamani kina gharama. Kitu chochote kizuri kina gharama. Mungu aliona ya kwamba wewe unateseka. Mungu aliona ya kwamba wewe unahangaika. Akaona ya kwamba aitumie thamani ya kukuchukua katika mateso. Ili wewe uwe ni mtu ambaye utasimama mbele zake na kumtukuza yeye. Ukisoma kile wa Korintho wa kwanza sura ya 6 mstari ule wa 20, Biblia inasema maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu kwa miili yenu. Mungu anajua gharama ya kumchukua mwanadamu kwenye mateso. Anayejua gharama yako ni Kristo peke yake. Mtukuze Mungu kwa sababu anaijua gharama ya kukutafuta wewe.
Mtumishi wa Mungu, mtumikie Kristo, anakupenda sana kwenye maisha yako. Mimi naitwa Lambert Bayana na hii ni Lambert Bayana Global Network.